Habari ya saizi wa Tanzania. Kwa majina naitwa Mr. Esfani, ni coordinator hospitali ya Heameda. Na leo nimekuandalia session nzuri sana ya kukuelekeza department na huduma tofauti ambazo tunazitoa katika hospitali hii ya Heameda. Karibuni naonyeshe. Hii ni mashine ya allergy test ambayo ni new model kabisa katika mashine ambazo zimetoka za 2025. Sisi tumefanikiwa kuipata ya allergy test ambayo inakupa majibu ya uhakika na inakupatia ndani ya masaa 3 tu unapata majibu yako ambayo yanakuwa yako tayari. Na hii ni mashine ya full blood picture ambayo inakupima wingi wa damu, inakupima mchafuko wa damu na vipimo vingine ambavyo vinapatikana kwenye parameters za full blood pictures. Na hii ni cobas machine ambayo inachukua biochemistry kwa 90%. Tunafanya liver function test, inafanya lipid profile, inafanya renal profile perfect kabisa pasipokuwa na shida yoyote. Okay, hii ni mashine ya electrolyte. Wataalamu wanasema inaweza kufanya potassium chloride pamoja na sodium. Baada ya kuwa imehakikiwa na maabara ya taifa, ilipewa 100% ya kuwa inatoa majibu ambayo yako perfect kabisa. Kwa ni sehemu ambayo hutaki kuwa na shaka unapokuwa unafanya vipimo vya electrolyte. Hii ni mashine ya dry chemistry ambayo inafanya kazi kama biochemistry mashine ya cobas ambayo nimetoka kuelezea awali. Zinafanya kazi aina moja. Hii tunatumia kama backup in case of failure ya mashine moja, basi tunaweza kutumia hii mashine, na zote zinatoa majibu ambayo yako sawa. Na hii pamoja na hii ni mashine ya hormones pamoja na biomarkers zingine. Naposema hormone inamaanisha vipimo kama thyroid, inamaanisha kama troponin, vyote vinatoka kupitia mashine hizi, na majibu yake yamehakikiwa na yamekuwa verified na maabara kabisa ya taifa. Sehemu nyingine ambayo tunaendelea sasa ni sehemu ya ultrasound. Twende wote. Hiki ni chumba cha ultrasound ambapo tunatumia kuchukua vipimo vya picha hasa kwenye maeneo ya tumbo na kwa maeneo mbalimbali kama sehemu za kufanya Doppler ultrasound. Hii ni mashine yetu ambayo ni bora kabisa kwenye kuchukua vipimo ambavyo ni quality, inatoa picha ambazo ni nzuri zinazoonekana kwa ufanisi mkubwa. Tuna mtaalamu wetu ambaye amebobea, ambaye ana uwezo wa kufanya vipimo vingi sana vya ultrasound. Anaweza kufanya vipimo vya Doppler ultrasound, small ultrasound, lakini pia ultrasound zingine kama za pelvic, abdominal ambazo zinawalenga watu wengi sana hasa wenye matatizo ya matumbo. Kwa hiyo hii ni mashine yetu ambayo imeaminika na kutoa vipimo ambavyo ni sahihi na vyenye ubora. Baada ya kutambua kuwa kuna baadhi ya vipimo ambavyo vinahitaji mgonjwa aweze kupunguza mkojo na kurudi kufanya kipimo, nitambua kuna umuhimu mkubwa sana kwa kuwa na choo cha private ambacho mgonjwa anakuwa anakitumia na ambacho kinapatikana ndani ya chumba cha ultrasound. Badala ya kutoka nje na kurudi, anakuwa anatumia choo cha ndani ya chumba cha ultrasound. Hichi hapa ndo anakitumia mgonjwa. Nitakupeleka katika chumba kinachofanywa mazoezi tiba kwa wale wagonjwa ambao walipata kiharusi, nikimaanisha stroke, na watu ambao wana matatizo mbalimbali. Hiki ni chumba ambacho tunatumia kufanyia mazoezi tiba, nikiwa namaanisha physiotherapy. Mara nyingi wanatumia wagonjwa ambao wamepata kilema kupitia kiharusi au kwa Kiingereza tunasema stroke. Kwa hiki ni chumba, hiki ni kitanda ambacho kinatumika kwa ajili ya massaging na kumfanya mtu awe comfortable na kuwa vizuri kwenye matibabu yake. Kisha anaweka kichwa na sehemu nyingine anakuwa anaweka mwili wake kwa ajili ya kufanywa huduma. Katika kufanya huduma zote hatujasahau huduma ya operation ambazo zinakuwa zinafanyika, nikiwa namaanisha surgeries. Hebu moja kwa moja niwapeleke kwenye chumba cha operation, chumba cha upasuaji. Karibu. Moja kwa moja hiki ni chumba ambacho nitakuonesha mlango ambapo mgonjwa anatokea akiwa anaingia theater. Akishafika
basi anaelekea kwenye scrub area ambayo anakuwepo hapa. Lakini pia kuna chumba ambacho unaingia kupitia mlango huu, na hiki ndicho chumba maalum cha upasuaji ambacho tunatumia kwa ajili ya kufanya upasuaji wa aina tofauti tofauti. Utashangazwa na kilivyokuwa na mashine nyingi za kutosha pamoja na vifaa vingi. Kitakachokushangaza zaidi ni aina ya wafanyakazi ambao wanafanya kazi katika chumba hiki. Ni waliobobea wenye uzoefu mkubwa sana katika kufanya huduma za kibingwa za upasuaji. Tumefanya upasuaji wa aina tofauti tofauti kama cesarean section, nikimaanisha kwa mama anayehitaji kujifungua kwa njia ya upasuaji, lakini pia kwa appendectomy, tukifanya pia enotomy na upasuaji wa aina nyingi sana ambao tunafanya katika hospitali yetu ya Hayameda kupitia chumba chetu cha upasuaji. Umewahi kusikia kuhusu cath lab services? Karibu nikupeleke kwenye huduma za cath lab, nikuelekeze kuhusiana na huduma za moyo za kibingwa kabisa ambazo pengine hujawahi kuzisikia. Miaka ya nyuma tulikuwa tunasafiri kutoka Tanzania kwenda nchini India, Marekani kwa ajili ya kufanya matibabu ya moyo kwa watu wenye matatizo mbalimbali hasa ya moyo. Sasa hivi ni tofauti kabisa. Badala kwenda India, South Africa au nchini Marekani, sasa hivi hospitali ya Hayameda iliyoko nchini Tanzania inafanya huduma zilizo bora za kibingwa ambazo mgonjwa wote mwenye tatizo la moyo, aidha mishipa imeziba, anahitaji kuzibuliwa au anahitaji kuwekewa pacemaker, zinafanyika hapa hapa. Kuanzia mwaka jana mpaka mwaka huu tumefanya takriban coronary angiography 150 na wakati huo tumeshafanya pacemaker takriban 9 ndani ya mwaka mmoja. Ni huduma ambazo zimeendelea kwa kiwango kikubwa na imetokea kuaminiwa na watu wengi sana. Wagonjwa wengi wamekuwa wakihangaika sana na tatizo la mishipa kuziba. Umeshawahi kufikiria kifaa ambacho kinatumika kuzibua ile mishipa ya moyo ni cha aina gani? Hii ni stent ambayo inatumika kwa ajili ya kuzibua mishipa ya ndani kabisa ya moyo, ambayo inafanya damu endelee kuflow vizuri kwenye moyo na moyo unaendelea kupata damu na energy ili uendelee kupata nguvu ya kusukuma damu nyingine kwa ajili ya kwenda kwenye sehemu zote za mwili. Hii ni pacemaker. Ni kifaa chenye betri ambacho mtu anawekewa kwenye moyo wake kwa ajili ya kuzalisha umeme ambao unaenda kufanya moyo uweze kuwa na nguvu ya kusukuma damu. Wakati ambao watu walikuwa wanafariki kwa moyo wako kukosa umeme ambao unaenda kufanya moyo usukume damu, sasa hivi tunaweka pacemaker ambazo zinaenda kupa nguvu moyo unasukuma damu na huduma maisha mengine yanaendelea. Nikupeleke katika chumba ambacho tunafanyia huduma za dialysis kwa watu wenye matatizo ya figo. Hiki ni chumba ambacho tunakitumia kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye matatizo ya figo ambao wamefikia stage ya kuchujwa damu, niko namaanisha dialysis. Kwa tuna vitanda ambavyo ni 5 kwenye hii room, lakini pia tuna kitanda kingine kwenye room ya infectious ya kuwatenganisha watu ambao kwenye mazingira hatarishi. Mashine zetu ni bora, zinafanya kazi pasipo kuchoka. Remind you, tunafanya kazi masaa 24 pasipo kuchoka. Wafanyakazi wetu wamebobea, lakini pia wana uzoefu wa kutosha katika kufanya hii huduma ya dialysis. Huduma zetu ni rafiki, gharama zake ni nafuu, lakini mbali na gharama, tuna huduma ambayo tunaifanya kwa wagonjwa, kuwasaidia wagonjwa ambao wana matatizo ya figo. Wakija hapa wanahakikisha wanapata breakfast, lakini pia wanapata allowance kama usafiri kuwasaidia kurudi nyumbani na kuweza kuja kwa ajili ya kupata huduma za dialysis. Baada ya hiki chumba nitakupeleka kwenye chumba kingine ambacho tunafanyia huduma za dialysis, ikiwa ni kama infectious room. Na hii ndio room yetu ya infectious ambao tunakuwa tunawaseparate wagonjwa ambao wako kwenye hali hatarishi na wagonjwa ambao hawana hali hatarishi. Kama hospitali ni sehemu ambayo inahakikisha usalama wa mgonjwa unapokuja kutibiwa hata kina maambukizi mengine. Katika kulitambua hilo, tuliona kuna umuhimu wa kutenganisha chumba kwa wale wagonjwa wenye hali hatarishi na wale wagonjwa ambao hawana hali hatarishi. Kwa hiki ndio chumba ambacho tunatumia kufanyia dialysis kwa wale wagonjwa ambao wanakuwa na hali hatarishi. Karibu hospitali ya Hayameda.